Basi naomba na leo tuendelee tena kuona kitu kingine ambacho nataka tuendelee nacho. Kumbuka somo letu tunaloendelea nalo linasema maeneo ya kuombea ambayo yanaweza kufanya serikali ikaonekana mbaya mpaka ikachukiwa na watu. Maeneo ya kuombea ambayo yanaweza kufanya serikali ikaonekana mbaya mpaka ikachukiwa na watu. Na jaribu kuzungumza na kuweka utangulizi katika hili swala la masuala ya maombi kwa ajili ya taifa, ili muombaji uko mbele tupate kuelewa. Sasa leo nataka tuone kwenye kitabu kile cha Timotheo, ndipo tunapoongozwa kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ile ya 2 mstari wa 1 hadi wa 4. Lakini leo ngoja tuanzie mstari ule wa 2. Biblia inasema hivi, naomba niweze kuomba. Bwana Yesu, nakushukuru kwa ajili ya nguvu zako, na umbariki huyu anayenisikiliza dakika hizi kwa njia yoyote ile, iwe radio, iwe YouTube, iwe mitandao ya kijamii yote, na kwa namna yoyote wabariki Yesu katika jina la Yesu. Asante kwa ajili ya muda huu, na pangua nguvu za giza zinyamaze kimya. Bwana Yesu, nakushukuru kwa utukufu wako. Amen. Kwenye kitabu kile cha Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 2, neno la Mungu linasema hivi: kwa ajili ya wafalme wote na wenye mamlaka tuishi maisha ya utulivu na amani na utaua wote na ustahivu. Nilichotaka nikuonyesha, nikasema siku ya kwanza kwamba hapa Paulo ameonyesha aina za maombi, na aina hizo za maombi zinawahusu wakina nani. Kwa mujibu wa maandiko anasema kabla ya mambo yote fanyeni maombi kwa ajili. Manake mfanye maombi au mfanye dua, katika mambo yote. Nataka dua, maombezi na sala na shukurani zifanyike kwa ajili ya nani? Moja, watu wote. Manake hizi aina 4 za maombi zinatakiwa ziwaguse watu wote, Tanzania nzima, dunia nzima na ulimwengu mzima. Katika nchi yako na katika taifa lako wanatakiwa waombewe watu wote. Lakini namba 2 anasisitiza sasa kwamba wafalme pamoja na wenye mamlaka. Lile neno wafalme pamoja na wenye mamlaka. Kwa nini kufanya maombi kwa ajili ya wafalme na wenye mamlaka? Kwa nini? Kwa ajili ya wafalme na wenye mamlaka. Lengo lake anasema ili tupate serikali nzuri. Serikali nzuri ina faida kubwa sana katika maisha yetu ya kawaida. Kosea mahali pengine, lakini tunahitaji kupata kiongozi mzuri atakayetengeneza serikali nzuri. Lazima tupate kiongozi mzuri atakayetengeneza serikali nzuri. Sasa angalia, Biblia inasema hivi: utakapokuwa unafanya maombi kwa ajili ya rais, utakapokuwa unafanya maombi kwa ajili ya mawaziri na viongozi wengine wote na wenye mamlaka wote, IGP na wengine wakuu wa majeshi, maaskari na watu wengine wote, unapowafanyia maombi namna hiyo, kitu gani kinatokea? Anaeleza aina 4 za maombi ya kuombea serikali ili ipatikane serikali nzuri. Ukiwa na serikali nzuri inasababisha mambo yafuatayo. Ukiwa na serikali nzuri inasababisha mambo yafuatayo. Faida ya kufanya aina hizo za maombi. Unapofanya maombi hayo kwa ajili ya kupata serikali nzuri au kiongozi mzuri, serikali nzuri au uongozi mzuri hutengeneza wananchi wake kuishi kwa utulivu. Wananchi wake kuishi kwa utulivu. Maombi ya kuiombea serikali au kuombea uongozi ili upatikane uongozi mzuri. Uongozi mzuri hutengeneza serikali nzuri, ambayo serikali nzuri itasababisha wananchi kuishi kwa utulivu. Hata kwenye kitabu cha Yeremia anaeleza pale sura ya 29, Yeremia 29, anaeleza hilo jambo. Mtu huyu anaitwa Yeremia anaeleza kwamba, ndugu zangu, nafikiri alikuwa anawaambia ndugu zake ambao walikuwa kwenye nchi ya ugeni, katika nchi ya utumwa, baada ya kuanguka Yerusalemu au kuanguka na kutekwa
na nchi zingine za Babeli. Ukiangalia pale Biblia inasema hivi, mstari ule wa 7, hawa jamaa walikata tamaa, wakawa hawako tayari tena kuiombea serikali, hawako tayari kuombea mji wanaoishi, hawako tayari kuwaombea wale watu. Inawezekana ndani yao walikuwa wanawachukia, inawezekana ndani yao walikuwa wanaona hafai kwa sababu wamewateka na wanaendelea kuwatumikisha, wakaacha kuomba. Sasa Biblia inasema, Yeremia akasema hivi, kautakieni amani mji ule ambao nimewafanya mchukuliwe mateka, mkauombee kwa Bwana, kwa maana katika amani yake mji huo nanyi mtapata amani. Umeona anamaanisha nini? Kwamba ukishiriki kuombea amani ya eneo, amani ya mji, amani ya nchi, amani ya sehemu, maana ombea serikali hiyo inayoongoza eneo hilo iwe nzuri, iendelee kuongoza vizuri, na wananchi pia mtaishi katika utulivu. Kwa hiyo serikali nzuri inatengeneza wananchi kuishi kwa utulivu. Unataka tuishi kwa utulivu, lazima serikali iwe nzuri, serikali iwe safi, serikali iwe inaweza kuwajibika kwa watu wake. Kwa lazima uombe, sio jambo la kupuuza. Ndio maana watu wanapuuza kuombea serikali, wanapuuza kuombea nchi, watu wanapuuza, haoni umuhimu. Wao wanachoangalia ni kuombea tu kanisa lao, kuombea shida zao, kuombea watoto wao, kuombea vitu fulani. Lakini wanasahau kwamba furaha ya watoto wao, furaha ya maisha yao, furaha ya kila wanachokifanya na biashara zao inatokana na serikali nzuri. Serikali nzuri inatengeneza watu kuishi kwa utulivu. Ndivyo Paulo alivyosema, mkifanya maombi kwa ajili ya wenye mamlaka, mkifanya maombi kwa ajili ya wafalme, mkifanya maombi kwa ajili ya rais, mkifanya maombi kwa ajili ya serikali, basi mtaishi kwa utulivu. Lakini jambo lingine anaonyesha hapa kwamba mkiomba kwa ajili ya serikali nzuri na serikali nzuri ikapatikana, basi mtaishi kwa amani. Maombi ya serikali, kuiombea serikali au rais au kiongozi yoyote, hutengeneza wananchi waishi kwa amani. Nchi yetu ya Tanzania tunaishi kwa amani. Tuna uhuru wa kufanya kitu chochote, tunacheka, tunaongea, tunapendana, tunatembeleana, tunazungumza pasipo shida yoyote. Tuna amani ya kutosha. Yote ni kwa sababu ya misingi iliyotengenezwa kwenye nchi yetu kuhusiana na kitu kinachoitwa kipaumbele cha amani. Lakini zipo nchi zingine hazina amani, zinaishi kwa shida na kwa tabu. Kwa hiyo Biblia inasema ya kwamba watu hawa, waombaji hawa, wakiwa wanaomba dua zao, sala zao, maombezi yao, shukurani zao, wajitahidi sana kuomba kwa ajili ya serikali, kuomba kwa ajili ya viongozi na wenye mamlaka, ili tuweze kuishi kwa amani. Amani ya nchi iko mikononi mwako wewe muombaji. Omba, 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 usinyamaze kimya. Omba, hakikisha mambo yanatokea yanakuwa mazuri ili tuishi kwa amani. Lakini pia Paulo anasema tutaishi katika utawala. Unapoiombea serikali nzuri, ukamwombea akapatikana kiongozi mzuri na serikali nzuri, itatengeneza tuishi kwa utawala. Neno utawala maana yake ni kuishi katika misingi mikubwa mitatu. Namba 1, kuishi kwa kuomba. Namba 2, kuishi kwa kujifunza neno la Mungu. Namba 3, kufanya shughuli mbalimbali za kimungu, maana yake kuhubiri na kushuhudia na kufanya vitu mbalimbali. Kwa hiyo unapoipata serikali nzuri, itatoa uhuru wa watu wanaopatikana katika nchi hiyo kuishi katika uhuru wa imani zao na kudumu katika imani zao, na watahimiza watu waishi katika imani zao pasipo kukengeuka. Kwa hiyo serikali nzuri itatoa uhuru wa kufanya kazi ya Mungu, na watu wataokoka, watu watapona, na watu watakuwa kiroho, na watu wataimarika zaidi kimaisha, hasa kwenye maeneo ya imani. Kwa hiyo ndugu zangu, serikali nzuri inatengeneza watu waishi katika uhuru wa kumtumikia Mungu na kumwabudu Mungu katika uhuru na amani. Unaona sasa thamani ya kuombea serikali nzuri. Unaona sasa thamani ya kuombea rais apatikane mzuri. Unaona kabisa kwamba kuna faida
kubwa inayoweza kutengenezeka pale unapoiombea serikali, kwa sababu itatoa uhuru wa kuhubiri na kutangaza neno la Mungu. Ndio maana mstari ule wa 4 Paulo anaongea pale na anasema kuanzia mstari wa 3, hili ni zuri nalo la kubarika mbele za Mungu Mwokozi wetu. Unaona, anasema ni zuri kama waombaji hawa wataomba kwa ajili ya serikali, wataomba kwa ajili ya rais, wataomba kwa ajili ya mawaziri na watendakazi wake wote. Kwa nini? Kwa sababu linakubalika mbele za Mungu. Na linakubalika kwa sababu gani? Mstari wa 4, ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli. Umeona? Kusudi la kuombea hasa sisi kanisa, serikali yetu ipatikane nzuri au iwe nzuri, lengo letu tunataka watu wamjue Mungu, kwa sababu hizi ni nyakati za mwisho. Yesu anataka kurudi, Yesu anataka kuja. Tunahitaji kuwa na serikali nzuri, serikali njema, serikali yenye usalama itakayohakikisha sisi tuweze kuhubiri ili watu waokolewe na kumjua Mungu na kuyajua mapenzi ya Kristo. Hiyo ndio furaha ya kuwa na serikali nzuri. Serikali nzuri inatupa uhuru. Ndugu zetu wa nchi za pembeni, nafikiri tunasikia na kuona jinsi ambavyo mabomu na vita zinavyopigana, watu wanakimbia. Ukiangalia humo kwenye mitandao ya kijamii, wanavuka mito, wanaacha nyumba zao, hawana uhuru tena ule wa kukaa ndani wakapiga pambio kama sisi tunavyoabudu, tunasifu, tunatulia. Kwa kweli tunawashukuru sana viongozi wetu wanaohusika kuhakikisha usalama wa nchi unapatikana, hasa maafisa usalama na watu wengine wote. Mungu awabariki sana, na sisi tunawaombea kwa jina la Yesu. Mungu awatie nguvu kusimamia kwa gharama yoyote ili nchi yetu iendelee kuwa na amani na utulivu na hali hii ya utawala katika nchi yetu. Na kwa kweli tunashukuru, hakuna mipaka katika nchi yetu kwamba unaweza kuzuiliwa usihubiri neno la Mungu. Ukienda msibani unaruhusiwa kuhubiri, ukienda kwenye kilio, kwenye harusi unaruhusiwa kuhubiri, ukienda kwenye kusanyiko lolote la kijiji ukiomba kuhubiri watakupatia. Hakuna mahali watakuzuia usihubiri neno la Mungu kama nchi zingine na maeneo mengine. Hii ni zawadi kubwa kwa nchi yetu ambayo Mungu katubariki. Lakini tunahitaji kuomba sana kwa ajili ya viongozi na maraisi na watawala na wote wenye mamlaka, ili nchi yetu iishi kwa utulivu, iishi kwa amani, iishi kwa utawala. Na mwishoni anamalizia Paulo anasema iishi kwa ustahivu. Ndugu yangu unayenisikiliza, Mungu akutie nguvu, akupe mzigo. Sasa ni mwaka na ni mwaka wa uchaguzi. Tunahitaji kuomba sana 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 sana. Na kipengele kinachofuata tutaona namna gani ambavyo serikali inaweza kujikuta inapatikana serikali mbaya. Inaweza kuna nini na vitu gani vinaweza kusababisha serikali yetu ikawa mbaya? Eneo gani yanaweza kusababisha serikali ikawa mbaya? Kwa hiyo naomba niishie hapa kwa siku ya leo, na Mungu akutie nguvu na akubariki na kuwezeshe na akutie nguvu kuomba kweli kweli. Ni kipindi ambacho tunahitaji kufunga, tunahitaji kuomba, tunahitaji kukusanyika ili tuombee nchi yetu. Tusiwe na mambo ya uchochezi, tusiwe na mambo ya udini, tusiwe na mambo ya ushabiki wa vyama. Tunahitaji kushikamana kuhakikisha tunamuomba Mungu apatikane kiongozi mzuri atakayetengeneza serikali nzuri itakayetusababisha tuishi kwenye utulivu, amani na utawala na ustahimilivu. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu. Asante Mungu aliye hai, achilia nguvu zako na uwezo wako na mamlaka yako. Na umbariki huyu aliyenisikiliza apate mzigo wa kuiombea nchi na kuombea taifa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Natangaza sasa kila Mtanzania aweze kupokea mzigo huu, na Roho wa Bwana ashuke kwa kila mtu. Aombe sana kwa ajili ya nchi hii ya Tanzania na uchaguzi wa mwezi wa 10 wa mwaka huu ambao Bwana Yesu ameandaa katika jina la Yesu. Na kushukuru Mungu aliye hai, na uwabariki kwa damu ya Yesu. Amen.